yako mambo ambayo ukifanya tu mojawapo unakuwa sio Muislamu tena. Na alimuhimu sana kila mtu aliyopo ndani ya Uislamu ajue Uislamu ni principle, kuna kanuni maalum. Ukitoa moja kati ya hizo, ziko 10, ukiacha moja tu sio Muislamu tena. Yani hapa tunawatahadharisha watu ambao wanapenda kuwakufurisha watu, yule kafiri yule. Huyo kafiri, hasa nazungumza Waislamu ambao wanapenda kuitwa Kristo makafiri na wajini zingine. Mimi sipendi hiyo kauli kabisa. Kwa sababu ukafiri ni namna nyingi sana, sio namna moja. Sasa kuja kuzungumza Mkristo ni kafiri, mimi kidogo najisikia vitu tofauti. Kwa sababu gani? Yani yako mambo katika Uislamu, mtu ambaye anaongea mambo hayo yeye mwenyewe pia hajui yuko kwenye fungu gani. Sasa leo tutataka tuwaambie watu mambo ambayo ukifanya moja kati ya hayo unakosa Muislamu tena. Tutakwenda sanahadithu hadha almada alazima fi anwa'i masaili allati yuraha au yatalamu Qur'an wal hadith Rasulullah. Tutataka tuzungumze masala kwa dalili kabisa, wa bil adilla, kwa kutumia dalili min kitabillah, kutoka kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jalla fi ula, wal hadith, lakini pia na maneno ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walakin wakadhalika ala kauli ala ulama allati laysa mutafarraka, lakini pia kwa kauli za wanazuoni ambazo haziko khitalafiana, yani zimekuwa kitu kimoja, majiha hawajatofautiana kwenye hizo sifa. Anasema kala Sheikh al-Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, amesema Sheikh Muhammad Abdul Wahhab ni Sheikh mwanazuoni mkubwa, tunamfahamu vizuri sana alhamdulillah. Alipokuwa akipita na masala haya wanamuta rahimahullahu ta'ala, rehema za Mwenyezi Mungu ziwe juu yake, Sheikh ametuletea masala ambayo inakuja kuzungumzia babu an-nawaqidh al-Islam, mambo ambayo yanatengua mtu kwenye Uislamu alhamdulillah. Anasema alamu anna nawaqidh al-Islami 10 nawaqidh. Elewa mambo ambayo yanatengua Uislamu yako 10, vitenguzi vyake viko 10. Sasa hizi principle 10, Muislamu kwanza kabla hajafuata Uislamu ana haki kwanza ya kujua hizi principle. Unajua kila kitu kina principle, kina kanuni. Yani ukivunja hizi kanuni kwenye jambo lolote lile, kila kitu kinakuwa hakina maana tena, hakina umuhimu. Sasa lazima ufahamu hizi masala ambazo zinaleta ikhtilafu katika masala ya dini, lakini pia zinaleta umoja, lakini mambo ambayo yanajenga umoja na kutengua. Kwa lazima mtu akaya anafahamu kabisa kwamba yako mambo ukifanya unakuwa sio Muislamu. Naam. Jambo la kwanza anasema al-awwalu, jambo la kwanza ashirku fi ibadati llahi ta'ala. Jambo la kwanza ni kumshirikisha Mwenyezi Mungu katika ibada zake. Waja'ala Allahu andada, kumjalia Mwenyezi Mungu ana mshirika wake wa pili. Ukifanya hivyo unakosa Muislamu tena. Maana yake nini? Ukisoma kitabu cha Sheikh Saleh Al-Fawzan kinaitwa Al-Fiqh al-Muyassar, mlango wa kwanza babu al-awwal, kuna kitu kinasema an-nawaqidh al-Islam huwa ashirku. Ushirikina unakwenda kumtengua ile dini ya mtu. Shirki iko namna nyingi sana, anwa'i na sampuli zake zote ziko nyingi sana. Al-awwal, shirki ya kwanza kabisa, akbaru ashirki billah, kumshirikisha Mwenyezi Mungu, kumjalia kwamba Mwenyezi Mungu yani ana mtu ambaye anafanya naye kazi. Yani kutegemea kitu tofauti na Allah, tawakkalu laisa Allah, kutegemea kitu tofauti na Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Ukifanya hivyo, yani unakaa pale nyumbani pako umeweka tarasimu ukutani, unaamini kwamba lindo linakulinda, wewe sio Muislamu tena. Unaelewa? Ndio salama asema na Rasulullah, mtume amekataza ayu tawakkalu laisa tabaraka wa taala, kutegemea kitu tofauti na Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala, wa huwa shirku billah. Hiyo ni shirki kubwa mbele ya Allah tabaraka wa taala. Man fa'ala dhalika faqad adalla kathira, atakayefanya hivi atakuwa amepotea, kapotelea mbali sana. Walakin matajawaza fihi maghribu minan nar, lakini mtu ajiandae, mafikio yake atakuwa motoni. Kwa hiyo ndani kuna nyumbani pako pale, labda kuna kitu umechimbia mlangoni, ukiamini kwamba ndani wachawi hawaingii, kuna kitu kinakulinda pale mlangoni, umechimbia pembe ya nyoka, sijui pembe ya nyani, sijui mkia wa paka, sijui nini, sijui kamfupa kanguruwe, umeweka pale, unaamini kwamba mimi nyumbani pangu niko salama kwa sababu nimeweka nini? Nimeweka mfupa nguruwe hapa nyumbani. Kwanza nguruwe ni najis, haramu.
Unaelewa? Sasa ukiweka hiyo tayari wewe ni mshirikina totally. Moto unakuhusu. Nitaleta aya za Qur'an ambazo Mungu amesema hivyo. Sio mimi maneno yangu. Nitaleta aya ushahidi. Lakini mtu mwingine anakwenda kwa mganga, anakwenda anapewa dawa, anachanja mwilini. Ushirikina pia. Unaelewa? Anakuchanja mganga dawa, anakuambia dawa hii ni kuchanjia mwilini, hata kuroga mtu yoyote yule. Yaani utaishi, hakuna mtu atakuroga. Hakuna mtu atakuchezea. Ashiriku billah, umemshirikisha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala pia. Unaelewa? Umepewa dawa ukaoge katikati ya makaburi. Kwamba kaoge dawa nyumbani kwako pale, kama uko uchawi mwilini utaisha, hata kama utapona. Faqad haramallahu alayhi aljanna. Wewe ni haramu kuingia peponi. Hiyo ni ushirikina pia mzuri kabisa. Lakini pia lingine kwenda kuomba kwenye mapango na mizimu kule. Unaelewa? Kuna kitu kinaitwa mizimu. Ukisema mizimu, tunamaanisha hivi. Mzimu ni kitu, ni wazee ambao walikuwa wanaishi kwenye familia. Wale wazee aidha baadaye alifariki yule mzee pale kwenye familia. Yule mzee alifariki, alikuwa si mcha Mungu. Alivyokufa, alipofika kufukiwa, kaburi ilimkataa. Yaani yeye, kuna watu wanatenda madhambi, wakifukiwa kaburi na watoa nje. Unaelewa? Yaani kuna mtu anatenda dhambi kwamba kaburini akifukiwa kaburi yenyewe namtoa, unakuta asubuhi kaburi imepasuka. Ndio maana dunia mzima kila mtu anayekwenda kuzika asubuhi lazima wakaangalie. Lazima waende makaburini ndugu zake, lazima wakacheki. Hiyo sio Tanzania, dunia mzima. Kila wakienda kuzika asubuhi wanakwenda kucheki. Kuna watu wanafanya madhambi, kaburi inakukataa, inakutema, inakutoa nje. Asubuhi unakuta maiti iko pale nje. Ardhi pia inakukataa, yaani umetenda dhambi mpaka ardhi yenyewe inakukataa. Inaogopa. Kubeba najisi. Yaani uchafu kafanyia huko kulikotokea. Sasa yule mtu akisharudi, akishafika huko raiani, Allah anambadilisha, anamwacha kwenye shuka yake sanda ile ile. Haifagi ile sanda. Inakuwa vile vile OG. Sasa Allah anambadilisha anakuwa kiumbe kingine. Mara pengi wengine wanakuwa nguruwe, wengine wanakuwa nyoka, wengine wanakuwa simba, wengine wanakuwa viboko. Yaani Allah anakubadilisha wewe na yeye anavyotaka mwenyewe uwe. Ndio unakuta mtu nyumbani pake anaishi usiku, analala, alafu mke wake anaona kabisa mume wake kaja anaongea naye. Anamwambia fanya kile, fanya hiki, fanya hiki, fanya hiki. Jamani, usiku nimeota baba fulani akaniambia hivi na hivi, na ni kweli kabisa. Mtume anasema hivi kwenye ndoto, lakini asema ruhiya atakayeota ndoto ayukallim bainaha wa baina al-mayyit, anazungumza na mtu aliyekufa zamani. Wa huwa kalam wa li ghairi, hiyo ayo maneno ni ya kweli kabisa. Fasaddaka halikaul. Ukiota ndoto mtu aliyekufa anakusemesha, amekusemesha kweli. Mtu aliyekufa anaitwa al-marhum, sio marehemu fulani. Neno marehemu ni neno la Kiarabu. Kiswahili ni mtu akufanyiwa huruma. Mtu akifa atakiwa afanywe huruma, ndio sasa marehemu fulani. Kwa hiyo marehemu ni huruma. Neno marehemu ni hicho, ni Kiarabu. Kiswahili ni mtu anatakiwa, mtu aliyekufa anatakiwa afanywe huruma kule aliko, kwa kumpelekea dua, kumtolea sadaka, kwenda kumtembelea pale makaburini, unakwenda kupigania story, unamwombea dua kwa Allah na nini. Ndio maana anaitwa marehemu. Maana yake almarhum, mtu akufanywa huruma. Upo? Sasa wale watu waliyekufa alafu nyinyi muende kuwatembelea kula wanachezea, kuna wakati Mungu zile roho huwa anaziacha free, anaziafifisha na adhabu. Wale maiti wanarudi duniani, wanakuja kuomba msaada. Nitakupa kisa. Kulikuwa na bwana mmoja, alikuwa na mtoto wake wa kiume, alimsomesha dini vizuri sana. Mtoto akawa anamcha Mwenyezi Mungu Tabaraka wa Taala. Mtoto alikuwa mfanya biashara. Baba alivyokufa kule kaburini, alivyozikwa, kuna wakati watu wanaomba dua. Ukienda kuswali swala, ukisoma tahiyatu, kuna kipande kinasema hivi: Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammadi kama salaita ala Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin hamidum majid. Kipande hichi unamtakia rehema bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Nabii Ibrahim. Lakini kuna kipande kinasema hivi: Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Amani iwe yetu sisi tunayeswali, lakini na waja wote wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unapongea kipande hiki kwenye tahiyatu ndani ya swala, Allah anachukua ile anapeleka makaburini. Watu wa makaburini wanakufiriwa, wanapata msamaha. Kwenye hutuba ya Ijumaa kuna kipande watu wanaomba dua, hatibu wakiwa kwenye member, wakati anamaliza anasema khufirli wal mu'minina wal mu'minati wal muslimina wal muslimati wal ahyawu wal amwati innaka ghafurur rahim. Allah wasamee Waislamu wanaume na Waislamu wanawake. Mwenyezi Mungu tunakomba wasamee waliyekufa wanawake na wanaume. Maneno hayo, haya maneno ukiomba dua, ukiomba inakwenda moja kwa moja makaburini. Sasa wale waliopo makaburini wanapata wafufu ya adhabu. Kuna muda adhabu zinasimamishwa. Sasa wakati ule zinasimamishwa, zile roho huwa zinarudi duniani.
Unanielewa? Sasa huyu mzee alikuwa na mtoto wake anamuombea dua. Huyu mtoto alikuwa mfanya biashara.